Sikiliza. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Andiko linasema nini? Biblia inasema ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Mbili akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye. Sema umpendaye. Sema umpendaye. Mungu alifanya nini? Akamjaribu Ibrahimu kwa kila alichokuwa anakipenda. Au akamwambia Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Mungu hukujaribu kwa kile unachokipenda zaidi. Ndio jaribu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anapima kipimo cha upendo wake kwake, aone kama kweli unampenda au unapenda alichokupa. Akamwambia Ibrahimu. Biblia inasema baada ya mambo haya. Sema baada ya mambo haya. Ni mambo gani jaribu alilokuwa analipitia Ibrahimu? La utasa, la kukosa mtoto, baada ya umaskini wako, baada ya kukosa kazi, baada ya kukosa mke, baada ya kukosa watoto. Sasa Mungu kashakupa wale watoto. Sasa kashakupa ile kazi, kashakupa ile biashara, kashakupa mtaji, kashakutajirisha. Sasa ndio anakuambia kila alichokupa mpe. Sema jaribu la Mungu ni kwa kile nikipendacho. Sema jaribu la Mungu ni kwa kile nikipendacho. Lakini Ibrahimu kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, na Mungu ndiye aliyekuwa namba moja katika maisha ya Ibrahimu, alichokifanya, na ndio maana hakutaka kumwambia Sara, ilibidi aende mwenyewe na Isaka. Sikiliza mpendwa, kama ni mafanikio unapotaka kumtumikia Mungu, sijui atakutolea au kumtumikia na mali zako, kuna wakati sio lazima ushirikishe watu. Na vivyo hivyo katika habari ya kutubu dhambi, kuna wakati mwingine hebu sikilize watu wanasemaje. Fanya maamuzi yako na Mungu. Ibrahimu alimuona Mungu ndio kila kitu kwake, kwa akamchukua Isaka, akaondoka naye akaenda kumtoa kwa Mungu, na tunajua matokeo yake. Lakini wana mtu wa pili ambaye yeye kwa sababu tamaa ya dunia ilikuwa imeshamkamata, tamaa ya mwili ilikuwa imeshamkamata, yani ule upendo wa dunia ulikuwa umeshamkamata. Ona kilichotokea pale. Ukisoma lile andiko la Luka nasema, ni Luka anasema, Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Unajua historia, wakati Yesu alikutana na yule jamaa, anamwambia nifanyeje ili niingie katika ufalme wa nini? Wa mbingu. Yesu akamwambia, unazijua sheria za Mungu? Asema zote nazijua tangu Sunday school. Nimezisoma. Usiibe, usiue, usizini, usifanye, nazielewa. Yesu akamwambia, haya umefanya vile. Sasa Yesu akasema, sema jaribu. Sema jaribu. Biblia Yesu amuingize mtihani. Akamwambia, sasa kama ndio hivyo, umekukosea kitu kimoja. Nenda uuze mali zako zote, wape maskini, alafu baadaye ufanye nini? Unifuate. Wangapi wameamua kumfuata leo Yesu? Wangapi wameamua kumfuata Yesu? Kumbe wengine hatujui kumfuata Yesu. Nauliza tena, wangapi wanamfuata Yesu? Uko tayari kuiacha ile dhambi? Uko tayari kuiacha ile dhambi? Uko tayari kumpa Yesu maisha yako mzima mzima? Uko tayari kumtumikia Mungu na mali zako mzima mzima? Amina. Kweli? Kweli? Mbona wengine wasema amina? Kweli? Na ni kipimo. Roho Mtakatifu kazini ni kipimo. Imenijia kipimo. Tunataka tufungue tao. Tunahitaji milioni 3. Watu 3 wanaompenda Yesu. Kwenye account yako toa ile milioni 3. Milioni 1. Watu 3 tu wanaompenda Yesu, karibuni.
unaanza kunicheka tena. Kumbe wokovu ni usanii si ndio? Naita watu watatu wanaosema nampenda Yesu. Milioni 1 nitaitoa kwenye akaunti yangu kwa ajili ya Bwana. Watu watatu. Njoni. Niko serious. Niko serious. Naongea niko serious kabisa. Watu watatu wanaosema mimi kwa ajili ya Bwana naitoa hii milioni 1 ikamjengee Bwana kanisa, ikafungue kazi ya Bwana. Watu watatu kwenye akaunti yako ile uliweka akiba. Ile akiba kama haupungu, yani kama kwenye akaunti yako hakupungui milioni 5, hebu kama unampenda Mungu njoo. Leta watu watatu tu. Nani atatokea? Hakuna hata mmoja. Ndivyo atakavyowauliza. Na alikuja kwenu, sikuwa na kitu, mkaniangalia na mkaniacha. Utamuuliza, siku gani ulikuja na tukakuona tukakuacha? Atawaambia, unakumbuka siku ile mchungaji alisema mfungue tawi na alihitaji hela, si ulikuwa nayo kwenye account, uliiweka wapi? Sikiliza, huyu jamaa ambaye kiburi cha uzima, sema kiburi cha uzima, sema kiburi cha uzima, ndio ninachotaka kuambia, mambo ya dunia hayo. Sasa huyu jamaa akaona ili njaribu, akasema niache mambo yangu, niuze mali zangu, alafu nimfuate huyu jamaa. Siwezi. Kwa sababu ya tamaa, ndicho kilichomponza mpaka kashindwa kuelewa kwamba nguvu aliyonayo ya kwenda kutafuta hiyo mali aliyokuwa nayo, hiyo nguvu haitokani na yeye, inatokana na Mungu. Sikiliza sasa. Injili ya wapendwa, mninunulie basi. Mbona kila siku nalalamika madhabahuni? Tablet yenyewe ishachoka. Ndio hapo sasa. Marko 8:35 anasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeye angamizaye kwa ajili ya Injili, anasema huyo ataisalimisha. Utaisalimishaje? Sikiliza kile ambacho Bwana anasema na wewe, kwa kuwa unakipenda, lakini anakuambia nipe hicho kitu, alafu unakataa. Hicho kitu ndicho kitakachokumaliza. Halo, sikiliza kwa makini sana. Yule jamaa baada ya kulima, kwa Injili ya Luka kama sijakosea, akalima akapata mazao. Biblia inasema kajenga ghala akawekeza, alafu akakaa usiku huo. Anasema, nafsi yangu sasa, kwa sababu umefanya sana kazi, pumzika. Sasa ni wakati ule ushibe na ufanye nini? Ufurahi. Si ndivyo moyo wako unavyokuambia? Maana anasema baada ya kuweka akiba, akaiambia nafsi yake, sasa umeshachoka, sasa ni wakati wa kula, kushiba na kufurahi. Hiyo akiba yako unaiwekea nini kama sio mambo ya dunia? Jiulize swali. Hiyo akiba yako, maana Biblia inasema palipo hazina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Hiyo akiba unaiwekea nani? Akiba ya mali zako, akiba ya dhambi zako unaiwekea nani? Jamaa, Biblia inasema usiku huo Mungu akasema, pumbavu wewe, leo hii nitawatuma. Sema nitawatuma wakuondolee nafsi yako. Mungu hajasema ataiondoa nafsi. Nilisoma ile andiko taratibu nikalielewa. Akasema leo hii watakuondolea hiyo nafsi. Unajua kinachotokea? Kadri anavyoshindwa kumpa Mungu nafasi kwenye maisha yako, kwenye mali zako, kwenye vitu vyako, ndivyo Mungu anavyoruhusu mende, nzige washughulike, nundu na kutu washughulike naye. Kwa unapata
lakini hakuna unachofurahia. Unapata lakini hakuna unachokifurahia. Maana Mungu anaruhusu nundu, kutu, nzige wale. Sasa jiulize maswali. Hiyo akiba unayoiweka ya dhambi unazidi kuiongeza. Mnielewe, nitamalizia muda si mrefu hapa. Maana hata na nyenye imezima. Lakini nataka leo wakati nenda kumalizia. Nundu na kutu na nzige Mungu atavileta. Na vitakula, vinakula. Kwa unashangaa hiyo milioni 5 uliohifadhi ukasema ni akiba kesho, inaishia kwenye mambo, yani kadhalika unajikuta kama ni magonjwa yanaingia yanapeperusha hela, kama ni shida fulani inatokea inapeperusha hela, kama ni mambo. Na siongee hivi kwa sababu natamani ya kutokea, na kufundisha neno la Mungu ili ujue Mungu anapokujaribu lazima uwe tayari kumpa nafasi yake, kwa sababu yeye ndiye akupaye nguvu ya kutafuta ulivyo navyo. Yeye ndiye akupaye uhai wa kuishi. Dhambi unazozihifadhi zitakuponza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie. Tuko pamoja wapendwa? Narudia tena. Watu watatu. So Gabriel ninayeongea, narudia tena. Watu watatu. Na kama una hakika kwenye akaunti yako hakuna milioni 5, ukae. Lakini kama ipo, neno hili la kwako. Watu watatu. Na ndivyo unavyotakiwa kujua kipimo cha kurudi kwa Yesu. Atakaporudi, hiyo akiba nani ataitumia? Na ndio maana unakuta tajiri aliyejitajirisha baada ya kufa, ni gari lake, ni nyumba, ni mavazi, hakuna wanachomzika nacho. Anaenda kama alivyokuwa. Yakobo anasema tulikuja watupu na tutarudi. Ndio maana hata unapofika mahali unatenda dhambi, ni kwa sababu hujui kwamba Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yako. Lakini ukijua, utaangalia faida gani nimtende Mungu dhambi. Nampenda Yusufu. Baada ya kuambiwa lala nami, akasema faida gani nimtende Mungu dhambi na nimkosee mfalme wangu? Tamaa ndio leo kufanya hivyo, na kiburi cha uzima ndicho kinachokufanya unang'ang'ana. Hata uisikie sauti ya Mungu anasema bana, huyu ni mchungaji anayeniomba hela, anataka tu anunue masuti zake. Suti sio kwa hela zako. Narudia tena, nimesimama madhabahu na kuambia ukweli, sio kwa hela zako. Niliwaambia kwamba kwanza mimi kuna nguo zingine sijazivaa. Mpaka yani nimeshangaa hata imeanza kunikamata. Kuna zingine yani, kuna vijana juzi aliniambia, baba naangalia ile suti yako iache. Sina bidii nivae nipendeze wapenda. Na mchungaji wangu akipendeza sina heshima angalau. Nikija kazini kwako afu niko hoi, watasemaje? Wachungaji omba. Hata kama sijapaki gari, lakini nilivovaa, mtu akiwa na shida hata omba msaada. Eli. Hakuna mtu atasema uniazime milioni 5, milioni 10 hapa. Bwana asifiwe sana. Lakini pia nataka nikusaidie. Mawazo yako yakiwa mabaya, hata utoaji wako hautakuwa na baraka. Kuna mtu anaelewa? Alafu pia nataka niwavunje moyo na kukatisha tamaa wale wanaofikiri kwamba akitoa ndio mchungaji anavaa suti. Ngoja sijavaa. Mwambie jirani yako, baba hajavaa. Ngoja Mungu atupe eneo, alafu tujenge jengo la heshima. Yaani nitavaa, andaa kaburi lako. Kama tu una ile mawazo ya kuchukia kuvaa kwao, andaa kaburi mapema. Maana nikishamjengea Mungu hekalu, alafu kila kitu kinakaa sawa, ndio nitavaa. Maana hapo naambia dunia dunia bye bye, tunaachana muda si mrefu. Bwana asifiwe sana. Halo. Ukiona mwenzako anabarikiwa unajisikiaje? Kweli? Unawazeje? Mwenzako anapofanikiwa unawazeje? Unaona mawazo na tamaa yako ndio inakupelekea kufanya dhambi.
Muulize Kaini. Ndio maana ukisoma Mwanzo 4 Biblia inasema Mungu akamwambia Kaini, dhambi iko mlangoni pako, ukishinda utafanya vema. Lakini mawazo ya Kaini tayari na ile tamaa ya kumuua Kaini, ya kumuua Abili ilikuwa imeshajaa. Kwa alipomwona Abili akamwambia, dogo njoo tusogee hapa kidogo. Mawazo yalikuwa yanaonekana mazuri, lakini nia ilikuwa mbaya, si ndio? Ninaika hapa mfano, kila unachokifanya kwa mawazo, yani waweza ukifanya ni chema, lakini kikisindikizwa na nia mbaya, kikisindikizwa na mawazo mabaya, hakina kibali mbele za Bwana, maana ni dhambi. Sema dhambi. Sema dhambi. Kwa hata unapotoa sadaka zako, ndio maana ukuta watu wanajiuliza mbona natoa sibarikiwi? Kwa sababu mawazo yanayosindikiza sadaka zako ni maovu. Na ndio maana utatoa na haubarikiwi. Lakini pia sadaka zako zinatoka kwenye kazi gani? Kama unafanya kazi ambazo hazina maana, kazi ambazo ni za dhambi, hiyo sadaka haina kibali mbele za Bwana. Halo? Hii ndio dhambi sasa. Naingia moja kwa moja. Hii ndio dhambi. Dhambi maana yake nini? Jambo la kwanza, dhambi ni uasi. Kuiasi sheria ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 anasema dhambi ni kila tendo la uasi. Maana uasi ndio dhambi. Na uasi ni nini? Ni kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Ni kufanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuko pamoja bwana, watu wa Mungu. Yaani unafanya vitu kwa mawazo mabaya. Unawaza vibaya. Na ile mawazo mabaya ndio itakayo kupelekea kuasi. Shetani aliwaza kwamba na mimi naweza nikawa kama Mungu. Kwa hiyo nitainua kiti changu, nimtoe pale alipo ili mimi niwe juu. Sikiliza nikwambie, unachokiwaza kama ni kibaya, lazima kitakupelekea dhambi. Ukubali ukatae. Matokeo ya mawazo mabaya na tamaa ni dhambi. Na ukishawaza vibaya ndio inaleta nini? Matokeo ambayo ni hasara yake, madhara yake. Sasa Kaini alikuwa na mawazo yakaonekana ni mawazo mazuri, lakini nia yake ilikuwa mbaya. Maana nia yake ilikuwa ni kumuua Abili, lakini alitaka mtenge sehemu fulani. Wakati unampaka mwenzako kitu kinasindikizwa na mawazo gani? Unapoifanya kazi ya Mungu inasindikizwa na mawazo gani? Na ndio maana wapendwa, nataka niwaambie kweli, kazi ya Mungu unayoifanya au tunayoifanya, ukiifanya kwa mawazo ya kutaka kuwapendeza watu, haina kibali mbele za Mungu. Narudia tena, chochote unachokifanya kwa ajili ya Bwana, ukikifanya ili umpendeze mchungaji, hakina kibali. Fanya kwa ajili ya Bwana. Omba kwa ajili ya Bwana. Toa kwa ajili ya Bwana. Hubiri kwa ajili ya Bwana. Imba kwa ajili ya Bwana. Fanya chochote kwa ajili ya Bwana. Lakini unachokifanya kikiwa na mawazo yenye nia mbaya, kinaleta matokeo ya dhambi. Ndio maana mawazo yako yanakupelekea dhambini, kwa sababu unachokiwaza sicho. Kama unawazaka sadaka ndio ambazo mchungaji ananunua suti, au ndio zinamfanya aishi, unajidanganya. Ndio maana utatoa sana kuna mafanikio. Lakini leo nataka nikusaidie, achana na hiyo dhambi, jitenge nayo, maana inakondolea baraka za Mungu. Na hasara dhambi ni kututenga na Mungu, kututoa kwenye uwepo wa Mungu, kuleta mauti. Hasara ya dhambi, madhara ya dhambi, mauti itaingia. Mawazo yako yatakuwa ni mafu, nia zako zitakuwa ni mfu, kila utakachokifanya kitakuwa ni mfu. Na ndio maana unakuta unafanya kazi ya Mungu lakini imekufa. Unajitoa hapa na kule lakini imekufa, kwa sababu unachokifanya hakimtishi Mungu. Lakini Mungu anataka kuona nia ya kile unachokifanya. Unakifanya kwa nia gani? Unakifanya kwa mawazo gani? Na ndio kinakuletea baraka. Lakini ukifanya tofauti ni dhambi na haina matokeo mazuri. Pili, dhambi ni kila tendo linalotendwa pasipokuwa na haki. Waraka wa Petro huyo. Kila tendo linalotendwa bila haki ya nani? Ya Mungu. Dhambi. Kwa chochote unachokifanya kama kina haki, mpendwa, ni dhambi.
narudia tena, mnisikilize kwa makini, nahubiri madhara ya dhambi. Kama sadaka zako zinatokana na uzinzi, zitaliwa lakini hazitakuletea baraka. Kama sadaka zako ni za ukorofi, za wizi, za utapeli, hata utoe fungu la 10 la milioni la bilioni, haina baraka, maana ni dhambi, haina kibali mbele za Bwana. Dhambi ni kila tendo unalolitenda bila haki ya Mungu. Halo? Madhara yake ndio hayo unayokuta watu wanatoaka lakini hakuna matokeo. Wanamtumikia Mungu lakini sio hivyo, kwa sababu haufanyi kwa haki. Wengine wanafanya kwa kutaka kukomoa, yani anataka komoa wengine. Na ukifanya kazi ya Mungu kwa kukomoa, utajikomoa mwenyewe. Unataka mkifaransa kuprouver. Unataka uprouver nani? Unataka mkomoe nani? Unachokifanya ukifanya kwa ajili ya watu, unakifanya kwa ajili ya Bwana. Halo? Bwana asifiwe. Kwa mawazo yako kama ni kutaka kukomoa, inakupelekea dhambini. Kwa sababu ukifanya kitu kwa ajili ya kuonekana kwa watu, Biblia inasema tayari umeshapewa mshahara wako. Usitegemee kupata kitu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo acha matendo yasiyo na haki. Jitenge na tabia zisizokuwa na haki ya Mungu. Kazini uwe mwaminifu, popote uwe mkamilifu. Mpendwa unayemsikiliza, unifuate kwa makini. Kama ni binti, ishi kwa uaminifu mbele za Mungu. Hata kama umekosa sabuni mafuta, baki mwaminifu mbele za Bwana. Usitende matendo yasiyo na haki ili upate sabuni. Kama mume wa mtu ndiye anayekulipia kodi ya nyumba, achana naye, kwa sababu hayo matendo sio ya haki. Kuna mtu unamuumiza. Na dhambi unapoifanya unasahau kitu kimoja. Madhara ya dhambi ni mauti. Ni mauti. Utaenjoy kwa muda lakini baadaye utakuja kujuta. Utakuja kujuta. Ndio madhara ya dhambi. Acha kuibia watu. Acha kufanya watu mambo ambayo sio ya haki. Chochote unachokifanya ambacho hakina haki ya Mungu ndani yake, wapendwa, ni dhambi. Kila tendo lisilo la haki ni dhambi. Nikwambia jambo la kwanza, uasi. Na ndio hapo nikasema kukosa ibada bila sababu ni dhambi. Kwa nini? Neno la Mungu linasema kwa Ibrania kwamba msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa hiyo unapoacha kukusanyika bila sababu, unatenda dhambi. Na ndio maana hukumu hii kama haina ndani yako, unaona kukosa ibada ni jambo la kawaida. Unaendelea na mambo ambayo haina maana. Hauko kazini, hauko sijui safarini, hauko sijui, yani haujaumwa, hauna sababu ya msingi, lakini unaona ibada haifai kwao. Ni dhambi. Na ujue kupitia dhambi ndio shetani anapata nafasi. Ndio maana wengi mnapobaki majumbani mnavamiwa na shetani, kwa sababu hampo kwenye ulinzi wa Mungu. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anasikia? Dhambi bado unavunja sheria ya Mungu, unaasi. Biblia inasema mchukiaye mwenzake utenda dhambi. Mithali. Wangapi unawachukia? Wangapi umekuja umeabudu mpaka nguvu za Mungu zimeshuka? Kwa sababu ndivyo alivyo mwenye rehema. Inabidi ajitwalie utukufu kati ya kusanyiko la watakatifu. Lakini na wewe upo hapo, ila sasa chuki ndani yako haishi. Wivu ndani yako hauondoki. Masengenyo, ukikaa kikao hauna mawili matatu kama hujaongelea maisha mtu. Dhambi. Unajua dhambi ni zinaa tu. Unajua kwa nini zinaa ina nguvu kubwa? Yani inaonekana kwa ndio dhambi kubwa, kwa sababu uzinzi unaua roho, unaua nafsi na nini na mwili. Utaelewa nataka nimalizie. Sikiliza. Dhambi ni mbaya, alafu ina madhara mabaya sana. Dhambi ndio inayokupelekea kukutana na adui wa 4. Nilikwambia maadui watatu. Wa kwanza mwili, wa pili dunia, wa tatu nani? Shetani. Wa 4 kifo. Kila mtu kwa hapa umekaa
hata wakati tunaomba maombi ya kukemea yanatupelekea wapi? Kuogopa kifo. Halo? Nampiga shetani, sitaki aje kwangu. Kwa nini? Kwa sababu anakuja na kifo. Lakini nataka nikwambie, shetani aje na kifo, anayeleta kifo ni dhambi. Shetani aje na kifo. Hata wachawi wanaoogopa hawaleti kifo. Lakini nataka nikwambie, dhambi ndiye anayeleta kifo. Ukibaki mkamilifu mbele za Mungu, ukibaki mkamilifu mbele za Mungu, hata kama hujaomba kukemea mapepo, ulinzi wa Mungu utakuwa juu yako. Watapanga mipango, hawatafanyikiwa, maana Bwana Mungu ni Mungu wa haki na atakuwa mwaminifu kwa wale wanaotembea katika haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Tuko pamoja wapendwa? Ndivyo ilivyo. Kubali leo, ndivyo ilivyo. Dhambi ni mbaya. Dhambi ndio inayoleta kifo, na ndio maana ina madhara. Madhara ya dhambi ni mauti. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 6:8, anasema 6:23, anasema lakini mshahara wa dhambi ni mauti, ila karama ya Mungu ni uzima wa milele. Wapendwa, ndio maana ufalme wa Mungu hauteki kwa wadhaifu, unatekwa na wenye nguvu, wanaopambana kushinda tamaa za mwili, wanaopambana kushinda tamaa za maisha, wanaopambana kushinda tamaa za dunia, wanaopambana kushinda kiburi cha uzima. Unaona jinsi umekaa pale kwa sababu ya kiburi cha uzima, unasema inatosha, nimeshabarikiwa, nimeshafanikiwa, kwa nitakwenda ibadani. Hakuna, ni kiburi cha uzima. Lakini ungelijua kwamba uhai nilionao unatoka kwa Mungu, maisha nilionayo yanatoka kwa Mungu, lazima utatafuta nafasi ya kuja weponi mwa Bwana ili umpe shukrani. Kitu gani kinakupa assurance ya kujua kwamba baada ya pale ulipo kesho utaendelea kuishi? Nani anajua kama kesho atakuwa hai? Tupungiane mikono. Anayejua kesho atakuwa hai. Na ndio maana Biblia inasema ni bora kwenda katika nyumba ya msiba. Kwa nini? Kwa sababu tunaenda kujifunza. Unapofika unajua kumbe na mimi safari yangu ipo. Maana ukifika pale ndio unapojua kumbe kufa kupo. Wapendwa, hata tukemee roho ya mauti, kwa sababu inayotengenezwa na mikono ya watu tunaikataa, lakini wataka tufe kifo cha Mungu. Ndio maana usisahau kwamba kufa kupo. Na ukiondoka duniani ulivyokuwa unajionea, yani unasema kiburi cha uzima kinakujaa, kama yule jamaa baada ya kuvuna anasema kula ushibe na ufurahi. Mungu akaondoa nafsi yake, akatuma wachawi, akatuma vitu vya kuharibu vikaribu, kwa sababu dhambi ndio ufungua mlango wa mauti. Shetani haji kukujaribu ila kuletea mauti. Shetani anakuja kujaribu kwa hila ili umfungulie mlango mauti ingie. Na ndio maana siku Hawa na Adamu walipokula tunda, Biblia inasema maana Mungu alisema siku mkila kufa mtakufa hakika. Maana yake siku hiyo hiyo walikufa. Na usije ukapuuza, nishakwambia aina ya vifo. Kuna kifo cha kiroho, kuna kifo cha maisha, na kuna kifo cha mwili. Usipokufa kimaisha utakufa kiroho. Na ukifa kiroho hauna uhai. Hata mchawi atakuloga, atakutesa, atakuharibu. Lakini walio hai katika Bwana waweza kula mchicha asubuhi, waweza kula tembele mchana, waweza kula ngaingai jioni. Wengine hawajui ngaingai, sijui niseme bamia jioni. Lakini wachawi wanakuja hawapati nafasi mlangoni mwako, waovu wanakuja hawapati nafasi mlangoni mwako. Lakini unashangaa aliyekula kuku choma, aliyekula kitimoto, aliyekula nyama mbuzi, hiyo nyama mbuzi wanaigeuza kuwa ugonjwa na unakupeleka ICU. Unashangaa mtu anakula kula kitimoto, hapa ongei hivi, unacheka au unaangalia ninachokihubiri? Madhara ya dhambi. Unapoambiwa dhambi ni mbaya, ichukie, unaifanya kwa mpenzi, itakumaliza. Biblia inasema kuna dhambi pelekayo mautini na dhambi isiyopeleka mautini. Nataka usikie hizi tofauti. Dhambi pelekayo mautini, Waebrania, kuna mahali Biblia inasema kwenye Waebrania
anasema mtu aliyeonja kipao cha Mungu, akaonja ile karama ya Roho Mtakatifu, na akaonja lile neno la uzima likakaa ndani yake, alafu baada ya hapo akaanguka, huyo mtu kurudi kwake sio rahisi. Hawezi akainuka tena. Kwa nini? Kwa sababu aliona dhambi kwake ni faida, na kifo kilipoingia hakupata muda wa kutubu. Dhambi inayopeleka mtu mautini ni dhambi ambayo wakati unaifanya unasahau kwamba ina madhara. Kwa unashangaa mtu alikuwa anazini, anapigwa ukimwi. Akishapigwa ukimwi hata utubu kama hujafungua, na kama Mungu hajakupa nafasi ya kutubu, hiyo dhambi inakupeleka wapi? Ulikuwa unaingia kanisani lakini unakufa na ukimwi. Unaona dhambi ya mauti ilivyo? Yaani ni yeye kupeleka haraka ili usipate hata nafasi ya kutengeneza. Nakupa mfano, mtu anaiba simu ya watu kwenye daladala, alafu anamkamata, wanampiga, wanamchoma na tari. Hapo anafanya nini? Anakufa. Hakupata hata muda wa kutubu. Dhambi inayompelekea wapi? Mautini. Dhambi inayokupelekea mautini ni hiyo dhambi ambayo bado umeikumbatia, hujaamua kuiacha. Biblia inasema kwenye Mithali 28:13, anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Rehema za Mungu hautazipata, msamaha wa Bwana hautaupata. Lakini anasema bali yeye zungamaye na kuziacha atapata rehema, kwa maana ya kibali cha Bwana. Hata kama umeiba, lakini kama ulifika mahali ukatambua na ukasema kuanzia leo nimeacha kuiba, nitamtumikia Mungu. Nimeona jamaa mmoja alimkamata, alikuwa jambazi sugu, lakini akaokokea gerezani na akatubu, akasema amepata maono ya kumtumikia Mungu. Yule hata kama watu walimuona jambazi, lakini kwa sababu amepata neema ya kumrudia Mungu na kutubu dhambi zake, lazima atapata kibali mbele za Bwana. Na ndio maana kama uko hapa, hata kama ipo dhambi ya kuwa imekukamata, nafasi aliyokupa Mungu mchana na asubuhi ya leo ni ya wewe kutengeneza ili upate neema na rehema za Bwana. Ndio maana amesema ya kwamba mkiziungama dhambi zenu na kuziacha, yeye ni mwaminifu atawasamehe na kuwatakasa. Alafu dhambi ambayo haikupelekea kwenye mauti haraka, lakini nayo inakupelekea kwenye mauti, ni dhambi ambayo unaidharau kwamba sio dhambi, lakini ni dhambi. Huwa inakomaa. Dhambi na tabia ya kukomala. Ndio maana Biblia inasema tamaa inapopata mimba inazaa nini? Dhambi. Alafu dhambi kisha komaa ndio inazaa mauti. Kwa vile vidhambi vidogo ambavyo unaviona hivi sio dhambi, vile ndio vidhambi ambavyo unaona havipelekee mauti, kwa sababu unapovitenda unaona ni vikawaida tu. Lakini vile vidhambi ni vibaya, kwa sababu ndivyo vinavyoathiri maisha yako, ndivyo vinavyokutenga na Mungu wako. Utajiuliza maswali, mbona sizini? Mbona siibi? Mbona siui? Kwa nini maisha yangu? Kwa nini mambo yangu? Kwa sababu kuna vile vidhambi ambavyo umevikumbatia kwa siri, ni vidogo lakini uvioni. Wapendwa, dhambi yote ni dhambi. Hakuna dhambi ndogo wala dhambi kubwa. Kinachotakiwa ili dhambi zisilete madhara kwenye maisha yako, jambo la kwanza lazima ujitambue unapomkosea Mungu, ili unapoomba rehema upate kibali. Walienda watu wawili hekaluni, mtoza ushuru na Farisayo. Walipokuwa naomba, Farisayo akasema natoa zaka. Mungu ajali zaka yako. Anasema nafunga na kuomba, Mungu atisi na maombi yako ya mifungo. Lakini Biblia inasema huyu mtoza ushuru akanyenyekea, akamwambia Bwana, hata sistahili kulitaja jina lako kwa sababu mimi ni mwovu. Biblia inasema walipotoka alihesabiwa haki, sio Farisayo, kwa sababu anatoa zaka, kwa sababu anafunga, kwa sababu anakuja ibadani, lakini ni yule toza ushuru kwa sababu alijitambua. Je, asubuhi ya leo uko tayari kutambua dhambi zako mbele za Mungu ili upate rehema? Usiweze kuishi yale matokeo na yale madhara. Pili la
lazima kujiepusha na maeneo hatari ambayo yanaweza kukushawishi kufanya dhambi. Jitenge. Unajua kabisa haya mazingira sio salama kwangu, lakini unapenda hayo mazingira. Utampenda Mungu dhambi, mpende. Utampenda Mungu sana. 3. Basi hapo. Toba ya kweli. Toba ni kujutia ulichokifanya na kuchukua hatua ya kukikataa ili Mungu akupe kibali. Biblia inasema Yesu alipokuwa msalabani, wale watu wawili, mmoja kulia mmoja kushoto, wa kulia anamwambia Yesu, wewe uliponya wengine, sasa ni wakati wa kutuponya na sisi, na ujiponye mwenyewe. Lakini wa pili akamwambia, sisi tuna makosa. Alijutia alichokifanya. Sisi tuna makosa, yale tuliyoyatenda ndio yametuletea madhara, ndio yametuletea kifo. Huyu ni mwenye haki, ana shida. Mpendwa, ukitaka kutubu toba ya kweli, usijitetee. Usijitetee. Angalia asubuhi ya leo, ni dhambi gani uliyomtenda Mungu? Itaje mbele za Bwana. Hiyo ndio toba. Mwambie Bwana, siwezi. Nimevaa mwili wa dhambi, nimevaa mwili wa mauti. Bila msaada wa Roho Mtakatifu siwezi. Bila neema yako siwezi. Wapendwa, dhambi na hata hiyo ina madhara, lakini inaweza kusamehewa kama utafungua moyo wako na kutubu kwa kumaanisha. Jamaa alimwambia Yesu, sisi tunastahili kupata adhabu hii kwa sababu ya yale tuliyotenda, lakini wewe ni mwenye haki. Yesu alipomtazama akamwambia, mwanangu, leo hii mimi na wewe tutaingia peponi. Leo hii mimi na wewe tutaingia peponi. Ndio maana Biblia inasema mfanye angalisho makahaba na wezi wasije wakawatangulia. Maana wakati unaweka moyo mgumu, kuna mwenzako anaishi dhambini lakini anaona kifo, anatubu. Lakini wewe hata uone kifo uogopi tena, imeshakuwa mazoea. Na nataka nikwambie mpendwa, kifo cha mwili ndicho kitakachokupelekea kwenye kifo cha milele. Usipoogopa madhara yapo. Kataa dhambi na uichukie. Ina madhara mabaya. Dhambi inaleta mauti. Sio mauti ya mwili tu, ni mauti ya roho, ni mauti ya nafsi, ni ya maisha. Usijivunie mwili. Mwili ni kama ua, unavyopendeza, jua likiwaka na nyauka, ndivyo mwili ulivyo. Huo mwili unaokupeleka kutenda dhambi, kuna wakati utachoka na utakukana. Mwili utatukana wapendwa, mwili utatukana. Ukishakuwa udongoni, mwili unakukana, unakuacha. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Mwili utabaki udongoni, mwili utatukana. Lazima tulitenge na dhambi. Lazima tukatae dhambi. Lazima tuchukie dhambi. Dhambi ina madhara. Dhambi ina madhara. Dhara la dhambi ni kifo, ni mauti. Usipokufa mwili utakufa kiroho. Usipokufa kiroho utakufa maisha. Usipokufa haya yote, kuna kifo cha milele kinakungoja, hata kama unaishi raha ukiwa dhambini. Ndio maana watu wengine wanajitia moyo. Sikiliza nikwambie, kanuni ya Mungu, unaweza kuwa mhubiri, unaweza kuwa mwimbaji, unaishi maisha ya dhambi, unahubiri watu wanafurahi, unahubiri watu wanaponywa, unahubiri watu wanashangilia, ukajitia moyo, ukasema Mungu yuko pamoja nami. Lakini nataka nikwambie, kuna wakati Mungu anaamua kujitwalia utukufu ili asaidishe jina lake. Lakini siku ya mwisho, dhambi uliyoitenda itakupeleka kwenye kifo cha milele. Itakupeleka kwenye mauti ya milele. Hata kama ulihubiri, utashangaa anakuambia sikukujua. Sasa mwelekeo wako unaenda jehanamu moja kwa moja. Moja kwa moja. Nampenda mama moja, alikuwa kama yule jamaa pale msalabani. Nakumbuka yule mama alimtesa mume wake. Alimtesa mume wake. Alimtesa kiasi kwamba
alifika mahali mpaka akamuua. Alikuwa na moyo mgumu sana, alikuwa sikii ushauri wa watu, alikuwa sikii mtu. Akafika mahali akaua. Baada ya kuua akakaa, akaangalia maisha yakawa mabaya. Kila atakacholifanya halishiki, kila atakachokifanya akishiki. Akaona kwa watu hakuna msaada. Aliokuwa na wategemea walimwacha, aliokuwa na watazamia walimwacha, walimtenga, wakamtupa. Akafika mahali akaona kumbi hakuna faida. Aliyekuwa ananiponda ni huyu niliyemuua, aliyekuwa ananijali ni huyu niliyemuua. Sasa leo hii nimebaki upweke, sina wa kunisaidia, itakuwaje? Akafika mahali akajutia. Alijutia kweli kweli, akaumia ndani yake. Akaenda kanisani, akamwona mchungaji, akalia kwa machozi. Hata mchungaji hakumwamini kwamba huyu mama anamaanisha alichokifanya, maana kila mtu alimuona ni muuaji, kila mtu alimuona huyu afai. Lakini alilia kwa machozi, akamwambia baba, nimekosea na ninahitaji, hata kama hatarudi tena aliyekuwa ananipenda, hata kama hatarudi tena aliyekuwa ananijali, lakini nataka nafsi yangu ijiungamanishe na Mungu aliye hai, maana yeye ndiye atakayenisaidia. Alifika mahali rehema ya Mungu ikashuka juu yake. Toba ya kweli iliyotoka ndani ikampa kibali. Mama akakubalika. Alipokubalika, Bwana alimsamehe. Sikiliza, nikuendelea kupa ushuhuda hai. Baada ya kuombewa msamaha, alikuwa anaumwa, hakuchukua muda. Magonjwa yaliyomuua ilikuwa ni magonjwa ya kawaida, akaondoka. Kumbi muda aliobaki nao Mungu alimpa bonus ili atengeneze maisha yake. Lakini bahati nzuri alitengeneza, na ninaamini yule mama yuko peponi hata kama aliua. Inawezekana na uko hapa kila siku unaingia ibadani, lakini hautaki kuacha dhambi, unaikumbatia matendo yasiokuwa na haki, matendo ya ukaidi, ya uasi imejaa ndani yako, matendo maovu, roho ya kutokutii, ni dhambi imejaa ndani yako. Zile dhambi unazokumbatia, unajuaje baada ya ibada hii Yesu atarudi? Unajuaje baada ya ibada hii nje utagongwa na gari unaondoka? Unajuaje baada ya ibada hii kuna jambo litakupata linakupeleka hospitali na nje unaondoka? Unajuaje? Huja wakati wa kutengeneza. Katika Matendo ya Mitume anasema mtakapotubu na kutengeneza, mtapata rehema na mtaingia kwenye burudiko la moyo. Mpendo, ukitaka maisha yako yawe ya burudani, unautengeneza mbele za Bwana tu. Wakati sio kesho, wakati ni sasa. Mbele nina endelea mawe yasiki nisaidia imani maombi yasiki yeba tena mwambie Bwana akupandishe leo. Ukiamini hata dhambi inashindikana, yeye anaweza kupandisha. Hallelujah. Siwezi bila wewe. Nipandisha tu Bwana. Yote Bwana.
uzima. Nipande